Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimia kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Anayeongea mbele yako anaitwa Tilo Abelikea. Mimi niko hapa kwa ajili ya kutoa shukrani zangu za dhati. Na kama unajua nashukuru, shukrani zangu zinahusisha ndoa yangu itakayoenda kufungwa tarehe 3 mwezi wa 11, itakayofungwa katika kanisa la Pentecost Motomoto Church. Kwanza kabisa namshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya afya na uzima. Hadi sasa bado niko hai na pumua. Ni neema ya Mungu. Kwa ujanja wangu nisingeweza kufika leo, wala si kwa akili yangu. Namshukuru sana Mungu. Ananipigania sana, ananilinda sana. Kila hatua yuko na mimi, hajaniacha. Ninamwona Mungu kwa njia ya tofauti sana. Najiona kama mimi amenipendelea sana kuliko watu wengine duniani. Na shukrani zangu za pili, napenda nimshukuru baba yangu mzazi na mama yangu mzazi. Baba yangu Abelikea, mama yangu Tabita John, nawashukuru sana kwa kunizaa, kwa kunikubali kwamba mimi ni mtoto wenu. Niko hapa, mmenilea sana, si kwa ujanja wangu wala si kwa ujanja wa akili zangu mwenyewe, hapana. Ni nyie mmenilea, na najua kama mtoto mmenilea vizuri katika maadili ya Kikristo, na ndio maana hata sasa nimefikia hii hatua. Namshukuru sana Mungu kwa malezi yenu wazazi wangu. Bila nyie nisingeweza kufika hapa wakati mwingine. Kwa kweli kabisa mmenilea vizuri sana. Nimemjua Mungu na mmenielekeza katika njia ya Yesu Kristo. Nashukuru sana. Lakini pia niwashukuru wazazi wa mke wangu Venesta Maulidi, ambao ni Maulidi Baton na Tinalesi Amos. Nawashukuru sana wazazi wetu kwa sababu mmefanyika baraka. Nashukuru sana kwa sababu mmezaa mtoto mwema, mtoto mzuri. Na nashukuru kwenu kwa sababu mmeruhusu awe mke wangu. Nawapenda sana wazazi wangu, nawapenda sana. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu, na nashukuru Mungu kwa sababu mmemruhusu mtoto wenu akawa mke wangu. Baraka nyingi sana naziona kupitia yeye, na naomba ziwafikie shukrani nyingi sana za dhati hapo mlipo. Lakini kubwa kuliko, ninamshukuru sana baba yangu wa kiroho, Askofu Eliasafi Matayo, ambaye ndiye baba yangu ananilea na kunichunga. Yaani mimi ni kama kondoo, yeye ndo mchungaji, ananichunga, usipite hapa, kula hiki acha. Ni baba yangu amefanyika baraka sana. Amenifundisha mengi nimejifunza kwake, na mengi ninaelekezwa na yeye. Naziona baraka kutumika chini yake. Hakika mimi ni mtumishi wake, namtumikia yeye. Kupitia yeye namuona Mungu, kupitia yeye baraka zinakuja. Namshukuru sana kwa sababu ananiombea. Namshukuru sana kwa sababu ananiwazia yaliyo mazuri. Ninamshukuru sana kwa sababu hajaniacha hata hatua moja. Yuko na mimi bega kwa bega, ananiangalia, ananichunga. Hakika huyu ni mchungaji mwema. Namshukuru sana Mungu kwa sababu yake, na Mungu aendelee kumtunza sana. Baba, Mungu akutunze sana popote pale ulipo. Lakini pia napenda nilishukuru kanisa analolichunga Askofu Eliasafi Matayo, ambao ndio hao washirika wenzangu. Nawashukuru sana, mmefanyika baraka kwenye hili swala linaloenda kutokea la ndoa yangu, na nawategemea sana. Bila nyie kuna mambo mengine ningekwama. Mmefanyika baraka, hamjachoka, mnakaa na mimi vizuri, na wafurahia, mnanipenda, na wapenda sana. Kwa kweli washirika nawapenda, na nawashukuru sana kwa sababu mnajisumbua kwa ajili yangu. Lakini zaidi pia naomba niwashukuru kamati ya ndoa yangu. Naishukuru sana. Mungu azidi kuwakumbatia, Mungu azidi kuwapa umoja, Mungu azidi kuwatunza sana. Mmefanyika baraka na nyinyi. Hakika hii shughuli mmeiweza na mmeifanikisha. Bila nyinyi nisingeweza baadhi ya mambo. Najua kamati mnahangaika sana kwa ajili yangu. Utamwona mtu anatoka kushoto anaenda kulia, mwingine anatoka kulia anaenda kushoto, anaingia huku anatokea huku. Ni kwa sababu ya mimi hapa. Nawashukuru sana wanakamati wa ndoa yangu. Lakini pia nawashukuru sana vijana wa kanisa la Pentecost Motomoto Church.
Mimi ni mwenyekiti wenu, nashukuru sana. Naona mchango wenu, naona harakati zenu kabisa, nyinyi ni wapambanaji. Moyo wangu unawashukuru sana. Ninashukuru kwa sababu vijana ndio nguzo ya kanisa. Vijana nyie ndio mnanifanya mimi niwe mwenyekiti. Vijana nyie ndio ambao mnanituma. Vijana nyie ndio mnanielekeza mambo ya kufanya. Najua kabisa kwamba bila nyie mimi siwezi. Lakini pia naomba niwashukuru sana ndugu zangu, marafiki zangu, wengine wako mikoani, wengine wako nchi za nje, ambao wamesapoti sana kwenye swala langu hili la ndoa. Mungu awabariki sana. Shukrani zangu za mwisho naomba niwapelekee idara ya kina mama pia. Nawashukuru sana mama zangu, mnanilea vizuri. Nyie ndio wa mama bwana. Sasa mimi ndaongea nini kati nyinyi ni walezi wangu? Mnanilea vizuri kabisa. Maana hamna kijana wala hamna mtoto bila mama. Nawashukuru sana ndugu zangu. Lakini la mwisho kabisa nawashukuru marafiki zangu wote ambao wengine huenda kwa majina siwezi kuwataja, hata kwao siwezi kutaja kwamba uko mkoa fulani, ila wamefanyika baraka, wametoa michango yao. Wengine wameniahidi kwamba watakuwepo, watajumuika pamoja na mimi ili tuweze kufanikisha sherehe hii. Ninawashukuru sana na Mungu wa mbinguni azidi kuwatunza na Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Amen. Asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Venesta Maulidi. Napenda kumshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipatia kufunga ndoa ambayo itafanyika tarehe 3 mwezi wa 11 ambayo ni Jumapili. Nashukuru wazazi wa mume wangu kwa kuniamini mpaka naenda kufunga ndoa na mtoto wao. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa neema hii ambayo amenipatia, maana kuna wengine wanatamani wafanikishe jambo hili lakini wameshindwa. Lakini Mungu ameona mimi vema nifanye hivyo. Cha pili, napenda kumshukuru mume wangu ambaye ameniamini kwamba mimi naweza nikafanyika kuwa rafiki yake, kuwa mke wake wa ndoa. Napenda kumshukuru sana na kwa kuniamini pia. Cha tatu, napenda kumshukuru baba yangu wa kiroho ambaye ametuamini kwamba sisi tunaweza tukadumu kwenye ndoa, na ambaye ametudhamini kwamba inawezekana ndoa hiyo kufungika mahali hapa. Cha nne, napenda kuwashukuru wazazi wangu ambao wamenilea tangu nikiwa mdogo mpaka nimefika umri huo wa kufunga ndoa. Nawashukuru sana. Cha tano, napenda kushukuru kanisa zima kwa upendo ambao wametuonyesha mpaka sasa hivi. Hawajakata tamaa, wanaendelea kutusapoti na kutuunga mkono kwa kitu kimoja. Cha sita, napenda kuwashukuru wa mama wenzangu kwa kunisapoti pia na Bwana iheshimiwe na watu wote, ni Bwana Mungu mwenyewe aliyesema. Bwana iheshimiwe na watu wote, ni Bwana Mungu mwenyewe aliyesema. Bwana iheshimiwe na watu wote, ni Bwana Mungu mwenyewe aliyesema. Nawezaje kunyamaza wakati umefanya namna hii? Sijaona namna hii. Nawezaje kutulia wakati umefanya we Baba? Namna hii sijaona
wakati amefanya. Siwezi hata kidogo. Asante Yesu kuyatoa yaliyotulemea. Sasa tazama, milango yote imefunguka. Sema ni neema. Sema ni kibali. Unafuta jasho la mchungaji. Ni ile neno linalonipa ndoa heshimiwe. Haleluya. Wanapendeza sana. Na wimona edifu. Na salvation. Hapo wamepaka kaka kunalishangalisha. Sema wanang'aa. Ndoa ni nzuri jamani. Yaani watu tafiso wenyewe. Jamani, njia huko, njia anakuja.
malkia na ng'ara kwa utukufu wa juu. Mwanamke alipata neema, mwanamke ambaye jicho la Tiro lilimwona, wakamlaki Venesta. Haleluya! Wakamlaki mwanamke ambaye kwa macho ya Tiro ni mzuri kupita wanawake wote duniani. Wapeleke wakamlaki. Kwa niaba ya ukoo, kwa niaba ya wazazi wa Venesta, asimame asogee karibu na binti yake na atamke neno la kumtoa binti yake ili afunge ndoa takatifu na mtumishi wa Mungu Tiro. Asante. Bwana sifiwe. Amen. Pia sitakuwa na budi pia kuwashukuru viongozi wa kanisa pamoja na baraza lake kwa kukaa na wanetu kutoka miaka waliokuja huku. Naamini kwamba walikaa nao vizuri kwa amani, na ndio maana mpaka leo imefikia kufanyia tukio kama hili. Nasema Mungu azidi kuwapa nguvu na amani kukaa na vijana wetu au na mtoto wetu, baada tunajua kwamba nyie ndio familia ya pili. Wangekuwa tofauti labda tungesikia yote, lakini kwa sababu kile najua amani ipo kwa sababu ya Mungu. Amina. Basi yote mimi sitakuwa na kipingamizi kwa ukoo wa familia ya Maulidi Barton Mandanga inamtoa Venesta Maulidi kwenda kwenye ukoo wa Abelikea kwa mkono. Haleluya. Tumesikia sauti ya mzazi, lakini labda badala ya kumtoa Raheli akamtoa Lea. Yakobo akaja kujua asubuhi. Naomba Tiro sasa, Bwana msipiga hatua moja, sio hatua kubwa sana. Ya pili, kama tumepigwa tu. Ya tatu, nyosha mikono yako. Huo ni utaji uliofunika sura yake. Nyosha mikono yako miwili, alafu mbona sijakwambia ushike, sijakwambia ufungue. Mimi nimesema nyosha mikono yako. Gusa ule utaji sasa. Alafu taratibu funua, angalia kama macho ni ya Venesta, mashauri yake. Tuambie kama ndiye. Je, ni yeye? Ni yeye. Bwana harusi inatakiwa bibi harusi awe mkono wako wa kushoto na basi maana watu watakuwa nyuma yenu. Haleluya.
naomba mjipange hivyo sasa. William Story kwa kushoto. Best man yawe nyuma ya bwana harusi. wewe mwanamume, kwako wewe mwanamke ambaye unaisikia sauti hii. Watu hawa wawili wametosana katika ibada hii ya ndoa takatifu. Lakini naomba niulize, ikiwa
yuko mwanamke kati yetu ambaye anasema askofu si halali, askofu sio haki. Tilo Abelkea aunganishwe katika ndoa takatifu na Venesta Maulidi Mbato si haki. Mwanamke anasema Tilo ni haki yake, anyoshe mkono. Mwanamke anayesema Tilo aliwahi kwenda kwa ndugu zake, kwa wazazi wake, aliwahi kumpa ahadi, anashangaa leo hii anasimama kwa ajili ya ndoa takatifu na Venesta. Kama yupo mwanamke mahali hapa, nyosha mkono wako. Hebu sema hayupo. Sema anyamaze kimya milele. Haleluya. Kuna mtu baada ya kuwa nimefunga ndoa fulani akaja akasema, askofu ulifungaje? Nasema nilifunga vile nilivyofunga. Kwa kweli na mimi nilisimama kwa nafasi ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kama una maswali mengi, panda juu mbingu ya tatu. Kwa hivyo nyamaza kimya. Lakini ikiwa pia yuko mwanamume hapa anasema yeye kabisa ukoo wa Maulidi Mbato wanajua alipeleka posa, wanajua na wako hapa ni mashahidi wake, alipeleka posa. Mwanamume huyo kama yuko mahali hapa anasema hapana, Venesta ana ahadi yangu, nina ahadi naye. Mwanamume huyo anyoshe. Haleluya. Labda inawezekana alikuja hapa alisikia tu jina la Venesta, lakini amefika hapa akaona sio yeye. Ukae kimya. Haleluya. Naomba maharusi wetu sasa waketi na watoto wetu waketi kwenye viti. Niwaombe Eden sasa msimame katika madhabahu hii, waimbe nyimbo. Wakati tunatulia, tunajiweka sawa, kila mmoja achukue nafasi yake. Maharusi wanamshangilia huyo Bwana, wanamtafakari huyo Yesu, kwa sababu ibada sasa inaanza kwa kuunganishwa katika ndoa takatifu. Kitu ambacho kuzimu ilizuia imeshindwa. Wanadamu walinena maneno magumu, hayajasimama hata leo. Haleluya. Watu wengi wamefanya mengi, lakini wewe wapita wote. Wewe usifu na kusema za watu wengi wamefanya mengi, lakini wewe wapita wote. Za watu wengi wamefanya mengi, lakini wewe wapita wote. Wewe umsifu na kusema za watu wengi wamefanya mengi, lakini wewe wapita wote. Bye.
ambaye amepata neema. Kuolewa ni neema, kufunga ndoa takatifu ni neema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuendelea katika ndoa takatifu ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa hii inakwenda kufungwa na Yesu Kristo muda mchache ujao, na mimi ni kinywa chake na sauti yake. Ninaomba sasa tusimame. Nitamwomba Bwana na kulisoma neno la Bwana. Tutamwomba Bwana kumwambia wakati umefika, ashuke yeye, atuongoze na afundishe ndoa hii ya watumishi wake. Omba pamoja na Baba Mungu, ninalibariki jina lako. Wewe ni Mungu wangu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni mwokozi wangu, wewe ni mwokozi wa ulimwengu, wewe ni mchungaji wangu, wewe ni mchungaji wetu. Neno lako linasema wewe uliumba mbingu za mbingu, nchi na vyote vijazavyo, bahari na viumbe katika bahari, ardhi na kile kinachoonekana juu ya ardhi. Mwanadamu ulimuumba kwa mfano wako, na siku ile ulipowaumba ulimuumba mwanamume na mwanamke, ukawaagiza ukiwabarikia na kusema, zaa, ongezeka, jaza, miliki na kutawala. Wewe ulianzisha ndoa ili uwe mfano wa uhusiano wako kati yako Yesu na kanisa. Ninalibariki jina lako. Tuko tayari. Karibu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo, ulinipa mamlaka kwa nguvu zako na uweza wako. Tiro Abelkea Venisama Unikibata wako tayari. Naomba nisimame nao takatifu wa mbinguni pamoja na wale ambao ni mashahidi. Mungu wangu, mtumishi wako Daudi na mkewe Elizabeth, nasi ni kanisa lako. Sema nasi kwa jina la Yesu. Utukufu ni kwako Bwana, milele iliyopita na milele ijayo. Haleluya. Tunaweza kuketi.
Inasoma neno la uzima, neno la Mungu kutoka Waefeso. Haleluya. Sura ile ya 5. Paulo akiandika waraka huu kwa watakatifu wa Efeso. Sura ya 5 ninaanza kusoma mstari wa 22. Nitasoma hata ule wa 32. Biblia inasema, enyi wake watii waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisiwe na kuhani. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hapana mtu anayemchukia mwili wake popote, bali hulisha na kutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, atambatana na mkeo, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Hebu sema upendo wa milele. Sema upendo wa milele. Haleluya. Ninasema na Tiro, ninasema na Venista, ninasema na wewe, ninasema na kanisa la Bwana, ninasema na wale walio katika ndoa na wale wanaokwenda kuingia katika ndoa na ndoa takatifu, kuhusu upendo wa milele. Haleluya. Ndoa ni agano. Agano la mambo mawili, agano la upendo na agano la uaminifu. Yesu Kristo analipenda kanisa milele. Upendo wa Yesu ni wa milele. Upendo wa Yesu hauchagui. Upendo wa Yesu haubagui. Upendo wa Yesu hausemi kwa nini. Haleluya. Biblia inasema ni upendo uliomsukuma amwage uhai. Ndani ya agano la uaminifu, kama vile Yesu Kristo Mungu ali hai alivyo mwaminifu kwa kanisa, ndivyo ambavyo Mungu anaitazama ndoa. Huyu Yesu ni mwaminifu, milele iliyopita ni mwaminifu na milele ijayo ni mwaminifu. Ndio yake ni ndio, habadiliki. Anahitaji kuwa kati ya mume na mke, mume asiyebadilika, mke asiyebadilika. Mume mwenye sura ya furaha na utukufu nyakati zote, mke mwenye sura ya furaha na nyakati zote.
Mungu alianzisha ndoa iwe ni mfano wa vile yeye alivyo. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna Baba bila Mwana, hakuna Mwana bila Roho. Baba hatendi peke yake, Mwana hatendi peke yake, Roho hatendi peke yake. Petro akiandika katika Petro wa kwanza sura ya 3 ya kwamba ndoa inatakiwa iwe tamu, sema tamu. Ya kwamba ndoa inatakiwa iwe na raha, sema raha. Ya kwamba ndoa inatakiwa iwe na furaha kiasi kwamba watu wakimwangalia Tilo, wakimwangalia Venesta, wakiangalia maisha yao, Biblia inasema waokoke. Pasipo mhubiri waokoke. Wakimwangalia Venesta, pasipo kupelekewa injili ya maneno la Mungu, waseme tunamtaka huyo Mungu wa Venesta anayemfanya kuwa na amani, anayemfanya kuwa na furaha, anayemfanya kuwa na raha, anayemfanya amchekele, amfurahie Tilo mumewe, kwa kuwa sio jambo rahisi. Haleluya. Venesta, mwangalie Tilo, muulize ulipataje? Mwambie nimekubali. Mwambie nimekubali. Kanisa limekusanyika. Mashahidi wapo. Wazazi wametoka Mbeya. Wazazi wametoka Tukuyu. Wazazi wametoka Kyela. Wazazi wametoka wapi jamani? Uyole, sema Uyole. Haleluya. Tuko hapa kushuhudia tendo hili la upendo. Wakati Mungu alipoumba dunia ikakamilika, akaumba mwanadamu mmoja tu, Adamu. Adamu aliishi miaka mingi. Wanatheolojia wanatofautiana, lakini hata ukikubali upande mmoja unasema aliishi miaka 150. Wapo wengine wanazidisha, lakini hata tukikubaliana miaka 150, hebu fikiria ya kwamba alikuwa peke yake duniani miaka 150 kabla Mungu hajasema katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, si vema mtu huyu awe peke yake. Si vema. Na Mungu kwa muda wote alikuwa wanyama kawaumba, ndege kawaumba, lakini hawana majina. Lakini akaanza kumpa kazi na mtihani Adamu. Akawaleta akiwapitisha mbele ya Adamu wanyama, ndege, kila kiumbe chenye uhai cha damu kikapita mbele za Adamu. Inawezekana Bwana alitaka kumwona Adamu, atakapomwona twiga anapita kwa madaha, atajisikia amani ama furaha. Atakapomwona pundamilia, atakapomwona ndege tausi anachanua ule mkia wake na rangi zinabadilika, atavutiwa nao. Biblia inasema Adamu hakuona wa kufanana, hakuona wa kufanana. Oh, haleluya. Inasema na Tilo ya kwamba anayefanana na wewe ni Venesta, wengine ni hata fotokopi, sio fotokopi, wengine ni haleluya. Unajua kwa fotokopi anaweza kumsubiri Tilo kwenye usingizi. Sikiliza, twiga alipita, Suzana alipita kule Uyole, eti
kwenye soko la Mwanjero, haujawahi kwenda kununua viazi ukakutana na Monica wewe? Soko Matola. Ukakutana wewe na Jacqueline. Lakini uliangalia kwa haleluya. Lakini Bwana alipokufungua macho, Biblia inasema Yesu Kristo, Yehova akamwamsha Adamu kutoka katika usingizi. Lakini Bwana alipofungua macho ya roho, macho ya kimwili ya Tiro, alipo Venesta, wazazi wakasema unajua, akasema nimeshaona, yameshaurika, ni yeye, ni wangu, ni yeye, nyama katika nyama, mifupa katika mifupa yangu. Haleluya. Hebu tukumbushe ulivyombembeleza, ulimwambia maneno gani? Sema Biblia inasema Adam alitamka neno, si ndio? Hebu sikia. Mwanamke anatokea anaweza kuambia wewe ni nyama katika nyama, wewe ni mifupa katika mifupa. Yaani wakati anatamka hivyo, mwanamke anajisogeza tu. Aisogeza, hii sauti ni ya nani? Sauti kama wana maji ya mtungi, sauti ya upole. Haleluya. Neno ambalo linagusa moyo. Haleluya. Lakini Venesta, hiyo sauti ni sauti ya Tiro tu. Hayo maneno ni maneno ya Tiro tu. Kakitokea kama mwanaume kingine kanaanza kuiga yale maneno, kasema ishindwe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu na baba ya huo. Kwambia iko Tiro mmoja tu. Anayenipenda ni mmoja tu. Kama vile Yesu anavyonipenda, ndivyo Tiro anavyonipenda. Wewe utanipa nini? Hauna lolote. Yuko Yesu, yuko Tiro. Haleluya. Utamke aliyekufa kwa ajili yangu ndio yuko ndani ya Tiro. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wanaume wote Wanyakyusa ama chukuongea sijui bongo. Mnasemaje? Neno mapenzi kwa Kinyakyusa nini? Kwa Kinyakyusa nini? Safwa. Safwa. Nyeni wa Safwa. Kwa Kisafwa nini? Wapeni kwa sauti. Kisafwa, mapenzi nini? Mapenzi. Wewe ni ndio. Maana mimi sio Msafwa. Haleluya. Sikiliza. Hii sauti ni sauti unayoisikia wewe kwa lugha yako, ni sauti kwa lugha ya kibinadamu, ni sauti katika ulimwengu wa roho, ni sauti katika ulimwengu wa mwili, ni sauti, na ni sauti inayoweza kutoa katika upendo wa milele, upendo wa Bwana, upendo katika ndoa. Biblia Wasafu wanasema neno mapenzi kwa lugha yako ni tamka. Kwa mapenzi kama unataka kuongea naye mwanamke, atakuwa yeye yule Venesta, hata kuwepo mwingine tena. Haleluya. Amina. Wewe ndiye Mungu aliyekuchagulia. Biblia inasema katika Isaya 54 mstari wa 5 ya kwamba tumeposwa na Mungu aliye hai. Haleluya. Tumeposwa na Mungu aliye hai. Na Bwana anahitaji tumpende yeye peke yake, tusigeukie miungu mingine. Neno uzinzi limetokana na Israeli aliyependwa na Bwana, akachaguliwa na Bwana kuwa taifa la Bwana, akaigeukia miungu. Neno uzinzi ni kumwacha Mungu aliye hai na kuiendea miungu, na linakuja kwenye ndoa kwa sababu wapo watu wanaoacha upendo wa kwanza wa mke wake, wa mume wake, wakatafuta upendo mwingine. Tiro sema nakataa. Haleluya. Hebu mtu mmoja
kitabu cha Malaki. Mama Askofu, soma Malaki sura ya 2 mstari wa 14, wa 15 na wa 16. Ninaongea kuhusu upendo wa milele. Haleluya. Benista, sikia. Dada, kama ni mapishi, kajifunza hata mapishi. Unajua wako watu wanajifunza mapishi, waachiliwe kupika. Kempinski Kilimanjaro Hotel, Hyatt Kilimanjaro Hotel. Wanasoma mapishi, waachiliwe Serena Hotel, Dar es Salaam. Haleluya. Yani wewe unamwambia Tiro, nipeleke shule, food school, kuka. Vipi, unataka kufungua mgahawa? Elimu yangu ni kukupikia wewe. Sijui kama kuna mwanamke aliwahi kufikiria namna hiyo, kwamba atakuwa na jiko na elimu yake ni kufanya mume akila, yani hata kama ni matembele anasema yako mengine leta, sijashiba, kila ninavyokula ndivyo ninavyozidi kusikia njaa, kwa sababu ya vile ulivyotayarisha. Ni njia ya kuonyesha ya kwamba unapenda. Haleluya. Sikia, upendo hauendi kwa maneno tu, kuna vitendo. Haleluya. Hata mimi juzi nilikuta mezani, bado najua wakati mwingine na nisahau. Sasa nilikuta mezani, unaona hii wallet imeandikwa Levi's. Unajua Levi's ni nembo ya kimataifa, hii wallet. Nikaikuta ile yangu ya zamani iliyochanika imewekwa upande huu na hii upande huu, nikasema hii imeshuka. Nikajua huyu ni sweetie tu ameniletea hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, Malaki sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 16. Ndio. Lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako. Subiri. Fanya hivi. Shika mwambie Benista, wewe ni mke wa ujana wako. Na Yesu ni shahidi. Mwambie na Yesu ni shahidi. Kwa nini inaitwa ndoa takatifu? Kwa sababu Yesu ni shahidi. Haleluya. Yesu ni nani? Uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako. Ndio. Na mke wa agano lako. Mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Ndio. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Sikia, Biblia inasema hakuna mtu mwenye ufahamu kidogo tu atamchukia mke wake. Hakuna mtu mwenye ufahamu kidogo tu anaweza kumtenda mke mambo ya hiana. Hakuna mtu mwenye maarifa madogo tu anaweza kuharibu ndoa yake. Hakuna mtu mwenye elimu kidogo tu ataondoa ama atasitisha upendo kwa mume wake ama kwa mke wake. Kwa tafsiri nyingine, ndoa zinavunjika kwa kuwa watu wamekosa ufahamu. Nini maana ya ndoa? Wamekosa kujua Bwana ameumba kitu kipya katika maisha ya mwanadamu. Ndoa ni tunu, ni zawadi kutoka kwa Bwana. Haleluya. Ni kitu cha thamani katika maisha ya mwanadamu. Na ukijiharibu hicho, umeharibu maisha yako. Hakuna aliyemwacha mke, hakuna aliyemwacha mume akafanikiwa. Hakuna aliyemwacha mke, hakuna aliyemwacha mume akawa na furaha. Baada ya hapo, mtafute unilete. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo jihadharini roho zenu. Jihadharini roho zenu. Mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Kwa sababu gani? Maana mimi nakuchukia kuachana. Bwana anachukia kuachana. Biblia ikisema Mungu anachukia, maana yake anayeleta kwazo, anayesababisha jambo hilo kutokea, amepigwa naye. Hata kaa salama,
hatakuwa salama. Kama anachukia ndoa takatifu mtu na Mungu kuachana, ujue anayesimama kuvunja ndoa, anayesimama kuwa chanzo cha watu kutengana, hawezi kuwa salama. Adhabu ya Mungu itakuwa juu yake. Ndio maana kama chanzo ni mke, atahangaika sana, atakuwa anatafuta mke patochi. Kama ni mke pia, hata angeolewa na nani, atakuwa anamtafuta yule wa kwanza, hatapata amani, hatapata furaha. Hata ungemwacha mke hapa ukaenda Amerika itakuwa hivyo. Hata ungemwacha mume hapa ukaolewa na mzungu wa Ulaya, na kwambia utaiona amani wala furaha. Upendo katika ndoa na upendo wa milele. Biblia inasema katika Waebrania 13 mstari wa 4 ya kwamba ndoa inaheshimiwa na watu wote na wanashikwa safi, kwa maana wazidi na washarati Bwana atawahukumia adhabu. Haleluya. Juzi wakati nawafundisha niwaambia ndoa ni ya watu watatu ama pande tatu. Nikawaambia hii ndoa Tiro ni ya kwako wewe upande mmoja, upande wa pili ni Venesta, upande wa tatu Yesu. Kwa hivi baba Abeli, wale watoto wako, lakini wewe sio sehemu ya ile ndoa. Umenisikia baba? Ndio hivyo. Haleluya. Ndiye ana uwezo wa kumbadilisha Venesta afanane na wewe. Yesu ndiye ana uwezo wa kubadilisha fikra zako, nia ya moyo wako iendane na nia ya moyo wa Venesta. Hata mimi Askofu Elisafu Matano sina uwezo wa kubadilisha nia ya moyo wako ifanane na nia ya Venesta. Sina uwezo. Kwa mwili mmoja ni kuwa na roho moja, ni kuwa na nia moja. Haleluya. Ni nani baba? Ni nani mama? Ni nani shangazi? Ni nani mjomba? Ni nani wifi anaweza kufanya hivyo? Haipo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema na Mungu yuko ndoa katika ndoa. Ukiona unasimama unatamka mapungufu ya mke wako kwa wazazi wako, ujue unavunja ndoa. Ukiona unasimama unatamka mapungufu ya mume wako kwa ndugu zako, ujue unavunja ndoa. Ndugu zako kwanza wana mambo makubwa kuliko hayo. Wazazi wako wanaweza kuwa na mengi yanayowalemea kuziko hayo. Mwambie Yesu. Haleluya. Na ukilemewa sana moyo wako, ukizidiwa katika maombi, nenda kwa mchungaji, na mchungaji anasimama kama mwakilishi wa Bwana basi. Na yeye ni wakili wa Kristo. Atakachokisikia kutoka kwako Tiro, kutoka kwako Venesta, ni cha kwake yeye mwenyewe, na Roho Mtakatifu anakifunga hivi. Hata mke anayelala katika kifua chake hajui. Muulizeni huyo hapo. Watafuta huko, unajua hivi, na sijui. Akaanza kutirika asema hayo la kawaida. Atajua lolote. Kwa sababu ni wakili wa Bwana. Haleluya. Hebu sema na iwe hivyo kwangu. Na iwe hivyo kwangu. Na utasikia msukumo Tiro kama mimi fulani. Utasikia msukumo Venesta, nenda kwa yule. No, kataa. Nenda kwa Yesu. Kama utasikia msukumo wa kupiga magoti, piga magoti. Kama utasikia msukumo wa kwenda kwa madhabahu, nenda kwa madhabahu. Utunze upendo wako na uaminifu wako kwa mume wako. Kwa sababu adui anachukia ndoa. Ndoa ndio kanisa. Ndoa ni taasisi iliyoundwa na Bwana. Anajua akiharibu ndoa, watu wakiamka wamenuniana mke na mume, ameharibu kanisa. Hebu fikiria kama mko familia 10 kanisani, alafu familia 4 ni wanandoa, alafu amezivuruga huko. Mnakuja hapa, kule mlikuwa msalimiani, kuna ibada hapa. Haiko ibada. Anaharibu kwanza ndoa, lakini anajua anaharibu kanisa. Ndio maana Paulo anaandika kwa habari ya kanisa kwamba linaanzia nyumbani, na kwa kanisa litakalokuwa nyumbani kwa Tiro na nani na Venesta. Anafunga mlango wa adui kupita kwa baba na mama, wa adui kupita kwa marafiki. Biblia inasema utawaacha wazazi na kuambatana. Neno kuacha ni kwamba pia
hawahusiki kwenye hiyo ndoa. Mnaanza kitu kipya, mnaanza familia mpya. Venesta, wewe sio Venesta tena Maulidi, wewe ni Venesta Tilo. Sema amina. Najua wapo wanawake wengi nasema juzi ya kwamba wanajiita majina ya baba zao. Ameolewa na miaka 10 kwenye ndoa, bado anajiita jina la baba yake. Wewe mwili mmoja kwa hiyo mifupa iko wapi? Unahamishwa. Mwangalie Venesta, mwambie angalia ubavu. Angalia, mwambie angalia. Ulitoka hapa. Kuna bavu moja ilipungua. Mwambie leo unarudishwa. Leo unaingia tena. Haleluya. Paulo akaandika kwa Efeso ya kwamba mume ni kichwa. Kwa nini? Alitolewa katika ubavu. Leo anafanyaje? Anarudishwa. Sasa kama anaingia ndani ya mwili wa Tilo, ataitwa nani? Ataitwa kwa jina la Tilo. Toka zamani mke na mume walikuwa na jina moja. Haleluya. Soma Mwanzo sura ya 5 na kwenda kumaliza. Sura ya 5 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2. Haleluya. Kuna mambo yanaweza yakawa madogo lakini ndio upendo. Kwa sababu ukishajiita kwa jina la Mungu, Venesta utasema na mimi na kwetu. Na kwetu au na kwako? Na kwako ni kwangu. Mwanzo 5 mstari wa 2. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki. Akawaita jina lao Adamu. Siku ile walipoumbwa. Mwanamume na mwanamke jina lao ni Adamu. Rudia tena. Mwanamume na mwanamke jina lao ni Adamu. Na Adamu ndio mtu wa kwanza. Kwa hivyo wale wawili walikuwa na jina Adamu. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Tilo na Venesta, simama juu. Nataka mfanye vitendo fulani vya kuonyesha upendo. Maharusi watoto, maharusi wa miaka 18 ijayo, naomba pipi hiyo. Ndiye ana uwezo wa kumbadilisha Venesta afanane na wewe. Yesu ndiye ana uwezo wa kubadilisha fikra zako, nia ya moyo wako iendane na nia ya moyo wa Venesta. Hata mimi Askofu Elisabu sina uwezo wa kubadilisha nia ya moyo wako ifanane na nia ya Venesta. Sina uwezo. Kwa mwili mmoja ni kuwa na roho moja, ni kuwa na nia moja. Haleluya. Ni nani baba? Ni nani mama? Ni nani